Mambo kwa yule kijana ama mtu yoyote ambaye angependa kutoa huduma ya malezi kwa watoto wadogo ama kuanzisha kituo cha malezi ya watoto wadogo mchana almaarufu kwa jina la Daycare Center. Yafuatayo ni mambo ya kuzingatia ili uweze kuanzisha Daycare Center yako. Kwanza kabisa zingatia location yako iko wapi. Jitahidi kuhakikisha eneo unalotafuta litakuwa lina watoto wengi, pengine lina wapangaji wengi, watu wanaojishughulisha, wanaenda kwenye biashara au wanaenda kazini. Hao wanakuwa ni wateja wako wazuri kwa sababu watahitaji watoto wao wawe sehemu salama. Kwa hiyo zingatia location. Lakini cha pili, hakikisha eneo utakalolipata ni eneo kubwa, lenye jengo zuri na lina nafasi ya wazi kwa ajili ya watoto waweze kucheza. Ni muhimu sana. Ila pia hilo eneo lako hakikisha linakuwa na uzio ambao utawazuia watoto wadogo kutoka ndani ya eneo la shule na kwenda sehemu nyingine. Hakikisha pia jengo lako linakuwa na madirisha mapana ambayo itasaidia mzunguko wa hewa uwe mzuri kwa hao watoto. Kingine, kama tayari umeshaona darasa ni zuri, basi hakikisha pia utatakiwa uhakikishe eneo lako hilo lina jiko la kupikia chakula. Ni muhimu sana kuhakikisha una sehemu ya jiko kwa sababu wakati wa ukaguzi, watu wa ustawi na watu wa afya wataangalia jiko. Ila pia hilo jiko hakikisha lina store ya kuhifadhia chakula, sehemu kavu, safi. Pia utahakikisha kwenye jiko lako una kabati la kuweka vyombo vya watoto. Watoto wanapokunywa uji vile vikombe vyao, sahani zao, vijiko hakikisha una kabati. Ila pia hakikisha utakuwa na maji tiririka. Maji haya tiririka itatakiwa unayo sehemu mbalimbali kama vile chooni. Basi hata kama huna ujitahidi usikose ndoo ambayo inakuwa na kopo pale. Hakikisha unakuwa na sehemu ya kunawia mikono kwa ajili ya hawa watoto wanapoenda kula na wanapotoka kujisaidia wananawa mikono. Ila pia utahakikisha hata choo chako kina sinki, lakini pia inakuwa imewekewa marumaru kufikia nusu hata ya goti ili wakati wa kusafisha uweze kusafisha pia kwa ajili ya usafi. Na hakikisha pia kwenye darasa lako una madawati ama samani ambazo zinaendana na level ya watoto. Sio labda madawati ni makubwa ya kukaa mtoto wa darasa la 7 au wa form 1 wakati wewe unawalenga watoto wa miaka 0 mpaka 5. Kwa hakikisha samani zako zinaendana na level ya watoto wako. Ila pia hakikisha ni za kutosha. Hakikisha pia darasa lako ni zuri limesakafiwa vizuri. Kama utakuwa na makapeti mazuri, itakuwa ni vizuri ukiweka. Ila utakapokosa hakikisha basi hata ile sakafu iko vizuri. Imependeza, sio ina mashimo ambayo yatakuwa ni hatarishi kwa watoto wadogo. Na vile vile hakikisha utakuwa una visaidizi vile vya walimu, teaching aids. Hakikisha utakuwa una picha ambazo labda ni zile ambazo ziko kwenye charts au michoro pia ambayo imechorwa kwa mikono. Ukitafuta mtu ukamlipa akakuchorea michoro mizuri ni kitu ambacho pia kinapendeza sana na pia kinaamsha creativity kwako na hata kwa watoto wako. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha una picha za vitu mbalimbali kama picha za maumbo, picha za matunda, picha ambazo zinaelezea parts of the body, picha zinazoelezea namba, picha zinazoelezea labda makundi ya vyakula, ni vizuri sana ukiwa navyo. Ila pia hakikisha basi pia kunakuwa na rangi nyeupe. Rangi nyeupe inakuwa nzuri, inafanya sehemu ionekane ni kubwa hata kama sio kubwa sana. Basi madarasa ndani ukiwa umepaka rangi nyeupe inapendeza sana na hata nje pia ukiwa umepaka rangi yako nyeupe inapendeza sana, alafu juu ndio ikafuatia michoro. Ila pia hakikisha unaajiri walimu wenye vyeti vya malezi. Kwa sababu hiki ni muhimu sana unapokuja kukaguliwa kwa ajili ya kupewa leseni ama ule ukaguzi tu wa kawaida usimamizi shirikishi wa maafisa wale wanaosimamia hivi vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Watataka kuona walimu wako akiwa na vyeti vya malezi. Sasa usikose hata mwalimu mmoja au wawili ambao watakuwa na vyeti vya malezi.
Tunajua kwamba wote huwezi kuweka wenye vyeti hivyo, lakini jitahidi asikosekane hata mmoja au wawili ambao wataweza kuwasaidia wenzao, kuwaelekeza, kuwatrain namna ya kuhudumia hao watoto. Vile vile hakikisha una first aid kit. Hii ni kwa ajili ya kusaidia pale mtoto atakapokuwa amepata changamoto zozote za kiafya, ambapo utakuwa labda una dawa za maumivu, una spirit, vitu kama hivyo na pamba.